It is not the right time for us to run away. It is at the right time to ask God to help you on how to know how to throw your blows. Na utaambia Mungu ya kwamba hii shida na mateteso nimepitia, ingawaje watu wameongea vibaya, ingawaje watu wamekimbia, ingawaje watu wameniwacha, lakini Mungu nifundishe kupigana, nifundishe kulenga mwadui wetu. And I'm praying that God will teach us that we will learn how to fight, that we know our enemy and shoot the enemy, but not to shoot a fellow soldier. Mungu amekuweka hapo akufundishe vile upigane. Bwana Yesu asifiwe. And victory is coming your way. After everybody had talked, they begin looking at everything and seeing as if you are a weak person that cannot be able to do anything. I want to thank God today and to let you know that God is not a God of the strong. Mungu ni Mungu ya watu wadhaifu. He is strong and we are weak. Allow that strong arm to hold you. He will not allow you to fall. He will hold you tight. Nasema kwamba at the end of everything, ambia Mungu nifundishe kupigana na uwe sehemu yangu. Amen. Amen. I want us to rise up on our feet. Hallelujah. And you just lift up your hands up and tell God that the afflictions I'm going through are for my goodness. Ambia tu Mungu kwamba mateso ninapitia ni kwa uzuri wangu. Bwana ameyaruhusu. Thank you, Jesus. Nionapo amani kama shwari, amani onapo shida, kwa mambo yote umenijulisha. Salama rohoni, salama, salama, salama rohoni, salama ni salama rohoni, salama, salama, salama.
Let's worship the Lord. I want you to open your mouth and talk to God. Mwambie ni salama. Ingawa napitia machungu, marafiki na watu wamekimbia, lakini bado tunazidi kusema kwamba ni salama. It is for our good. It is for our good, Lord. Asante, asante, asante. Ni salama katika roho zetu. It's well with your soul. Well today. Salama. Inua tu mikono yako miwili juu tena, mwambie ni salama. Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Wow.
Sema Mungu wangu anajua sababu. Sema Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini siyapitie haya. Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini siyapitie. Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini Muumba mbingu na nchi, mfalme mwenye uwezo na mamlaka, wewe ambaye uliyeziumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa sababu ya ibada ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako ambaye ameweza kutuzungumzia, na naomba kwamba neno hili likaweze kuwa letu, tuweze kutusaidia, tukaweze kuimarika katika imani, tukajifunze kuvumilia. Bwana wa majeshi, saidia hasa tukaendelee kukutegemea wewe uliye janzo na mwanzo wa imani yetu. Bariki kila mmoja, inua kila mmoja Bwana kupitia neno hili, na saidia hasa tunapoendelea katika ibada ya siku ya leo. Tunahitaji uendelee kutuzungumzia. Bariki mtumishi wako, mfunike na damu ya Kristo. Asante kwa sababu ya waumini wote walio hapa ndani ya nyumba. Naomba pia ukaweze kuwabariki, ukawatende mema, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Jina la Baba litukuzwe na liinuliwe milele yote, maana wewe ni mwema. Tunapotoa sadaka zetu, tuomba kwamba Bwana ukasipokelee, kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye unayesema kwamba tunapokuja katika nyumba yako tusije mikono mitupu, tuwe na kitu cha kukutolea, kwa kuwa wewe ni baba yetu nasi ni watoto wako. Haya ndio maombi yetu katika asubuhi ya leo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana. Tunaweza toa sadaka zetu kufanya ibada kukamilika, na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Praise and worship mnaweza kuendelea, alafu tunapoendelea katika ibada. Amen. Bariki Baba, bariki, bariki Baba, bariki watoto wako. 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 Bariki Baba, bariki, bariki Baba, bariki watoto wako.
Bwana asifiwe. Ningeomba tusimame juu wote. Amen. Tusimame wote. Tuamini tunapoombea sadaka na kuanza kwa ibada ya pili. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunalienzi na kulitukuza jina lako asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya wema na fadhili zako Bwana. Umekuwa mwema na mwaminifu katika maisha yetu Bwana. Jina lako litukuzwe. Umetukusanya mahali hapa siku ya leo ili Bwana tuje tukuabudu. Tumenyenyekea miguuni mwako Mfalme. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo tumelipokea katika ibada yetu ya kwanza. Tunashukuru Bwana. Asante kwa sababu ya mtumishi wako. Pia Bwana tunakushukuru kwa sababu ya sadaka ambayo imetolewa mahali hapa Mfalme. Tuomba Bwana ukaipokee kama manukato yaliyo mema kwako. Bariki wote waliokutolea Mfalme katika jina la Yesu Kristo. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali Bwana walioshiriki ukajibu maombi yao katika jina la Yesu. Tunapoanza Bwana ibada nyingine, tunaomba ya kwamba neema yako iandamane nasi hadi mwisho wa siku hii. Heshima na utukufu Bwana zitakurudia kwa kuwa wewe ni Mfalme. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tuendelee kusimama hivyo, praise and worship. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sijasikia hallelujah iliyo juu. Hallelujah. Amen. Kama unaniona nipungie mkono namna hii. Hallelujah. Amen. Hebu tuweze kwenda mbele za Mwenyezi Mungu asubuhi hii. Naomba uende mbele za Mwenyezi Mungu asubuhi hii. Mwambie yeye ni wa ajabu. Anastahili sifa zetu. Anastahili kuabudu kwetu. Anastahili sifa za mioyo yetu. Baba, wewe ni wa ajabu. Lord, we thank you. Unastahili sifa za moyo You are wangu. holy, Jesus. Maana kuna Mungu aliye kama wewe mbinguni na duniani. You deserve the highest Wewe worship. Baba umeenea kote, mfalme wa wafalme. None like you, Jesus. Sifa zote tunakupa wewe Yahweh, maana wewe unastahili. Wewe ni mwenye enzi, wewe ni mtakatifu, Baba wa miungu ni wewe mfalme. Heshima na utukufu ni vyako asubuhi ya leo. Mfalme wa wafalme, mwenye enzi, tunakuabudu. Mfalme wa wafalme, mwenye enzi, tunakuabudu. Lengo kuu ambalo Mungu alituumba ni tumwabudu. Na tumwambie yeye ni wa ajabu, anastahili kuabudiwa. Tumwambie yeye ni wa ajabu, anastahili kuinuliwa asubuhi hii. Wewe ni wa ajabu, unastahili kupewa sifa Yesu. Mfalme, Mungu mwenye Hallelujah.
wakati tunapitia magumu, wakati tunapitia yanayotuzidi, hapo ndio Mungu anaanza kuyajibu maombi yetu. Ni hapo neema ya Mungu inatosha. Baba tunakuabudu, Baba tunakuinua. Tunakuabudu Bwana, tuko mbele zako Bwana, tunakuinua Bwana, tunalihimidi jina lako Yesu. Hebu nisikie sauti tukijaribu kumwabudu huyu Mungu. Kama ulikuja kanisani, lengo lako kubwa ni kumwabudu asubuhi. Wewe ndio unayejua shida zako, wewe ndio unajijua mwenyewe, wewe ndio unayejikunua mwenyewe. Hakuna mtu anaenda kukufanyia ama kukuombea, ni wewe mwenyewe uanze kujiombea mwenyewe. Hebu tuweze kumwalika Roho Mtakatifu aweze kuingilia katikati, akaweze kutusaidia kwamba anatujui kwamba wakati mwingine tunadhani tunaomba vizuri, lakini hatujui kwamba Roho Mtakatifu ambaye anajua kwamba zaidi yetu. Tunakualika asubuhi hii Mtakatifu, tunakualika asubuhi hii mwenye enzi, uweze kuwa nasi Mfalme. Tufundishe jinsi ya kuomba Jehova, tufundishe jinsi ya kukushukuru Mfalme, tufundishe jinsi ya kunyenyekea miguuni pako. Hey Yesu, tunatamani sana tukuone Mfalme, tunatamani sana tukuone Yesu, ukinena na moyo yetu, ukinena na roho zetu, ukinena na roho zetu, ukinena na akili zetu, ukitawala akili zetu. Ni wewe tu Baba, tunakuhitaji Yesu, ni wewe Yesu, tunakuhitaji Mfalme. Peke yako wewe unaweza kutuhurumia Mfalme, peke yako wewe unaweza kutuponya, peke yako unaweza kutusogeza, peke yako unaweza kutuweka mahali pema, peke yako unaweza Baba kutuweka mahali ambapo tunastahili. We ask of the Holy Spirit, who makes intercessions with the groanings that we cannot speak on ourselves. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, we need you to speak on our behalf. Holy Spirit, we need you to move around. Holy Spirit, we need you to speak to us. Holy Spirit, we need you to fill the gap that is missing. Holy Spirit, make groanings. Worship this morning. We are here to worship you. Make groanings, oh Lord. And we cannot answer by ourselves, oh Lord. Sometimes we don't know how to pray, Lord. Sometimes we don't know how to ask you, Lord, for mercy. We ask you, Lord,
Give us the grace to ask you, Lord, to move around the diseases that has no cure. We ask you, Lord, to stretch your hand upon those wounds. Lord, ask. The healing comes from you, Lord. Natamani niuone uso wako, nikuabudu, haleluya, nikuabudu. Natamani niuone uso wako. Peke yako ni wewe Bwana, peke yako unaponya, peke yako unaondoa laana
jina lako. Tunapolitamka jina lako tunapata ushindi. Because in your name there is resurrection of our life. When we believe the words of our mouths, there is life again. There is a man who's dead right now. There is a woman who's dead right now. But as you speak the words of your mouth, you shall have life again. We declare Lord, that you are the Lord, you are the mighty Lord. You are Elohim, you are El Shaddai. Wewe ni Bwana, maisha yetu wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Mungu. Kila goti litapigwa, ndimi zote zitakiri kuwa Yesu wewe ni Bwana, kuwa Yesu wewe ni Bwana. Kila goti litapigwa, ndimi zote zitakiri kuwa Yesu wewe ni Bwana, kuwa Yesu wewe ni Bwana. Peke yako wewe ni Bwana. Can we give God? Thank you, Jesus. Kila goti Father, in the litapigwa. name of Jesus, we come to you Give this God time. all. We worship your name, we glorify you, We Lord. give God all the Thank glory you, that He Father, for deserves. your protection. Thank you, you, Father, for Jesus. your love. Thank you, Father, for this day. Oh, As we Lord, start we our adore second you. service, Lord, I pray that you be with us. In Jesus' name, we pray and believe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Karibisha mwenzako, msalimie na mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Ninaenda kuleta matangazo machache. Ladies National Week iliisha vizuri. Tulianza Monday hapa kanisani hadi Friday, na jana tukamalizia Masagara PAG Church, na baadaye tutapata ripoti. Ladies will share yale ambayo waliweza kujifunza, na ninaamini kwamba ni ya maana kwetu sisi wote. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya hilo, all ladies, wamama wote, baada ya ibada tutabaki nyuma tumuone mama director. All ladies, baada ya ibada tutabaki nyuma tuone mama director. Our center meeting itakuwa mwezi wa 7. Center meeting itakuwa mwezi wa 7. Kwa hivyo church choir tutaanza kujitayarisha. Itakuwa Bethel church, lakini tutatangaziwa exact date mwezi wa 7. Tutatangaziwa exact date, lakini tutaanza kujipanga mapema. Wazee tutabaki nyuma baada ya ibada. Wazee tutabaki nyuma, tutaona baba director. Jerusalem West was on duty this week. Itamaliza leo jioni, na kuanzia kesho asubuhi tutakuwa
na Goshen Fellowship. Kwa hivyo Goshen, baada ya ibada pia mtakutana na uongozi wenu ili muweze kujipanga. Widows tutakutana tarehe 5 mwezi wa 7 yenye ni Saturday. Tarehe 5 mwezi wa 7 widows wote tutakutana hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi. Aba bora kabonsi ntumera na chitariki sano mutinyo 7 aige kanisa kuchaka chinsa isato chia mambia. Kwa hivyo widows wote tujipange kwa ajili ya huo mkutano wenu wa next Saturday. Anitachia matangazo hapo, nialike kwaya 2. Nitaanza na Jerusalem West, then tutamalizia kwa ladies. Jerusalem West, karibu. Utabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe.
Wamama tujitayarishe ili tuweze kuleta wimbo. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Wamama mpo? Happy Mother's Week. We are the best. Happy Mother's Week. We are the best. If you are a mother and you know, say we are the best. Kama wewe ni mama sema we are the best. Happy Mother's Week. We are the best. Nashukuru Mungu ambaye ametupigania wiki ambayo imepita. Imekuwa wiki ya baraka katika maisha ya kila mama. Asante kwa Mungu kwa yote ambaye ametutendea. Our topic was theme ilikuwa choosing the best. Kuchagua lililo jema. Vitu ni vingi ungechagua, lakini uchague lililo bora zaidi ya yote. Kwa hivyo wiki tumejifunza mambo mengi, lakini naenda kutaja in summary form. Tulikuwa na wadada wawili katika lesoni yetu. Walichagua, walifanya uchaguzi wao. Mmoja akachagua kuwa mfanyikazi wa kufanya mambo ya kila aina kama kulisha wageni, kukaribisha wageni na kufanya yale ambayo kila mama anaweza fanya. Lakini hana wakati wa kwenda kwa nyumba ya Bwana, hana wakati wa kutenda kazi yoyote ambayo ni ya Mungu. Huyo mama tunamsoma katika kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 10 mstari wa 38 mpaka 42. Hapo ndio tulikuwa tunasoma. Huyu mwenye alichagua alikuwa anaitwa Maritha. Martha ndiye alikaribisha Yesu alipofika kwao. Akamchukua kwa nyumba. Akamalizia hapo. Akaenda kushughulika na mambo ya jikoni, na mambo ya kufagia, na mambo ya kufanya kila kitu. Hakuwahi tafuta hata dakika moja ili aende na yeye akae asikize Yesu alikuja kusema nini katika nyumba yao. Kazi yake yote ndiye alikuwa anafanya hiyo. Huo uchaguzi sio mbaya. She chose what she was able to do. Hapo ndio alikuwa anaweza vizuri. Akafanya kazi yake vizuri. Kwa sababu wageni hawangetoka kama hawajakula. Nyumba haingekuwa vizuri kama haijafagiliwa. Watu hawangevaa nguo safi kama Maritha angefua. Kwa hivyo Martha alifanya uchaguzi wake. But she was a spiritual dwarf. Hiyo ni kumaanisha kwa kiungu ama kwa kiroho hayuko kabisa. Ni yule mwenye mnakutana unamwambia mambo ya Mungu, anakuambia niko pamoja na wewe, tuombe pamoja, lakini huwezi muona akikuja kutembea hata kufika kwa lango la kanisa. Kazi yake ni kufanya ya ulimwengu. Hawa kuna watu wengi tunapata katika huyo Maritha. Wa pili alikuwa anaitwa Mariamu ama Mary. Maritha alipoleta Yesu kwa nyumba yao. Yeye alienda akakaa kwa miguu ya Yesu. Wakati Yesu anaendelea kuhubiri, Mary yuko hapo amenyamaza. Anasikiza, anatukuza Mungu, anafanya chochote ambacho kinastahili kufanywa kwa maisha ya mama ambaye ameokoka. Kwa mama ambaye anachua shughuli zake za kanisa. Kwa mama ambaye amechagua, ameacha maisha yake kwa Mungu. Akakaa hapo mpaka Martha akakuja kugombanisha Yesu. Yaani wewe tangu ukuje uone nimeshughulika, nimewanawisha mikono, nimeenda nikapika, nikaleta chakula, na umeacha Mary amekaa tu. Yaani huwezi mwambia nisaidie. Yesu akamwambia, wacha nikuambie kitu kimoja. Maria amechagua kilicho bora na hakuna mtu ambaye atamnyang'anya. Kwa hivyo wamama, wiki hii tumejifunza ya kwamba ukichagua lililo bora kama Mariamu, 1, unakuwa na hekima na maarifa ya mbinguni, sio ya ulimwengu. Number 2,
unakuwa mama wa bidii. Nambari ya 3, unakuwa kiongozi. Uongozi unaanzia Yerusalemu. Yerusalemu ninamaanisha kwako. Alafu uende Samaria, uende Judea. Hapo sasa ni kanisani, ni fellowship. Nambari ya 3, you have to be powerful in everything that you do. Lazima ufanye chochote ambacho unafanya kwa nguvu. Sio nguvu zako, lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Kitu kingine ambacho mama ambaye amechagua kilicho bora anastahili kufanya. Na hili nataka wamama wasikize. Be a wife in your home. Hallelujah. Wamama tuko? Be what? Be a wife. Sitaki kufafanua sana, lakini mumenielewa. Kaa kwa kiti chako nyumbani katikati. Wacha kukalia kwa kona. You are the wife of that home. So be a wife. Fanya yote ya wife anastahili kufanya katika hiyo nyumba. Saidi ya yote. Saidi kwa bedroom. Bwana asifiwe. Mambo mazuri yatendeke kwa bedroom, ndio ukuje kwa sitting room. Number 2, or second last, be a mother. Hallelujah. Watu wanaweza niuliza, wife and mother sasa si moja? Hapana. Be a mother to your children. Kaa mama kwa watoto wako. Isaya inatuambia 16 ya kwamba msichana anaambiwa like mother, like daughter. Sasa watoto wetu wasichana, watoto wetu wavulana watakuwa aje kama hatutakuwa wa mama? Nambari ya mwisho yenye mama anastahili kuwa mama ambaye ni mhubiri. Unahubiria nyumba yako, ndio utoke uende kuhubiri kwingine. Kwa hayo mengi, juu ya vyote ambavyo unastahili kufanya, be a visionary mother. Be a visionary mother. Uwe na kitu ambacho unaona mbele. Unajua wamama tunaona mbele kidogo kuliko wazee. Kuna one sense yenye wamama tuko nayo ambayo wazee hawana. Tuwe nayo ili Mungu atubariki. Kwa hayo mengi na machache, na washukuru sana 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 kwa kufanya wiki ya wamama iwe ya kufana mpaka jana mpaka leo. Kwa hivyo jana tulienda Masagara, tulikuwa wengi. I thank you so much. I humble myself before God, before you, for choosing me to be your leader. I don't take it for granted. It has taken the hand of God. Kwa hivyo Mungu awabariki wamama. Tunapomaliza siku ya leo ibada, tupaki kidogo tu tuongee jambo moja juu ya mambo ambayo tunastahili kufanya, na Mungu awabariki. Amen. Kama umesikia hayo maneno, tupigie mama director wetu makofi. Amen. Asante sana. Hiyo ni siri ya yale ambayo tulifunzwa. Kwa hivyo hata mzee uliona mama anaenda kanisa the whole week, hayo ndio walikuwa wanajifunza. Wamama, naomba mkuje mbele muweze kuimba wimbo. Wakiendelea kukuja, waliimba wimbo juu ya Dorcas. Wamama tukuje. Waliimba wimbo juu ya Dorcas, na niko na summary sheet hapa. Wamama nangoja mkuje ndio niongee, nimalize kuongea.
za center. Walikuwa na 15 choirs na wamama wetu waliscore vile ninasoma hivi. Wacha kwanza nisome comment ndio nitoe summary. Well harmonized, rounded voices, good dynamics and coordinated movements. God bless you. Alafu sigina cha hapo mwisho. Bwana asifiwe. Hakuna mtu alisikia hayo maneno. Tupigie wamama wetu makofi. Amen. Walikuwa na 97 marks out of 100. Choice of song A plain, 20 out of 20 marks. Accuracy 19 out of 20. Diction 19 out of 20. Rhythm 19 out of 20. Musicianship 20 out of 20. Amen. Wamama tubariki na wimbo.
Our legacy. Ukitoka hii dunia ni nini utakumbukwa nayo? Wacha tutende mema ili tuweze kukumbukwa kwa hayo mema. Bwana asifiwe. Asante sana kwa ya zetu. Next week tutakuwa na Goshen Widows pamoja na wazee. Goshen Widows pamoja na wazee. Our Reverend Dr. Julius Ochengo ako na celebration tarehe 3 mwezi wa 7. Inakaribia kwa haraka sana. Kwa hivyo kwa ile mpango yetu tuko nayo kama kanisa, wacha tuendelee kuifanya ili tuweze kufanikisha hiyo siku. Na wote tumealikwa pale Nyachogochogo AIC Secondary School ili tuweze kucelebrate pamoja na our Reverend akiwa na sherehekea na wengine. Mzee Nyamari Frederick hasikii vizuri, ako admitted Nyangena Hospital. Kwa hivyo wacha tutamkumbuka kwa maombi, na ukipata nafasi unaweza pitia ili uweze kuomba na yeye. Na kwa sababu ya hilo nataka kumkaribisha our bishop ili aweze kuweka maombi. Asifiwe Bwana Yesu. Hebu nisalimie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu sana katika nyumba ya Bwana. Tunafurahia ukiwa katika ibada ya siku ya leo, wageni wetu, wenyeji. Karibu sana mahali ambapo unaweza kupokea baraka za Mungu katika siku ya leo na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Tumetangaziwa matangazo hapa, lakini nimesimama niweze kuombea mzee ambaye ni mzee wetu Nyamari Frederick. Ajisikii vizuri, ako hospitalini. Na labda kama uko ndani ya mkutano haujisikii vizuri, unamtumainia Bwana katika uponyaji, unaweza kusimama tuombe pamoja na wewe, maana kuna nguvu katika maombi. So kama uko hapa haujisikii vizuri, ama kuna mtu nyumbani ambaye hajisikii vizuri, ungependa kuamini Bwana kwa niaba yake, simama juu tuombe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asanteni kwa wale ambao wamesimama. Bwana awabariki, awape nguvu. Mahali ambapo utapata uponyaji, mahali ambapo utasaidika ni hapa tu. Nyumba ya maombi, nyumba mahali ambapo tunapoliitia jina la Bwana tunapata uponyaji katika jina la Yesu. Muumba mbingu na nchi, mfalme mwenye uwezo na mamlaka, tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Umetupa neema kuwa na nguvu kuja katika nyumba yako Bwana. Wengine wetu tukisikii vizuri, ndio sababu wapendwa hawa wamesimama wakiwa wagonjwa, wengine wamesimama kwa niaba ya wenzao walio nyumbani, wengine katika hospitalini. Jehova Mungu, wanahitaji ukaweze kunyosha mkono wako wa uponyaji ili uweze kuwasaidia na ukawasimamishe tena. Jina la Baba litukuzwe, kwa kuwa wewe ni Mungu. Wewe ni mponyaji unayetusamehe makosa yetu yote na kutuponya magonjwa yetu yote. Tumetuma neno kwa mzee Frederick Nyamari akiwa pale hospitalini, kwamba Bwana ukamponye, ukamwondolee kila udhaifu katika damu, katika mishipa na mifupa na nyama. Uponyaji wako ukamwendee katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu wewe ni mwema, kando yako hakuna Mungu mwingine. Nimewatangazia uponyaji wako hawa walio ndani ya nyumba na wale ambao wako nyumbani. Tumetuma neno la uponyaji likawaendee, wapate uponyaji kamili. Wenzetu wanapotoka mahali hapa wakienda nyumbani wapate kwamba wamekuwa wazima. Wengine wanapoenda katika hospitali, mahali ambapo wengine wamelazwa, Jehova wapate uponyaji kamili kwa jina la Yesu. Tukuzwe milele yote, maana ni mwema. Tubariki na ukatuinue, ukatuponye katika miili yetu na uponye mioyo yetu katika njia ya kiroho kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Haya ndio maombi yetu katika asubuhi ya leo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki, pateni uponyaji wenu kwa jina la Yesu. Amen.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa wewe ni mgeni, ni siku yako ya kwanza kuingia Nyamataro PAG Church, tunakupenda na tunakukaribisha katika jina la Yesu. Na tunaomba kwamba baada ya ibada wageni wetu wote tukutane kwa ile meza iko pale karibu na mlango ili tuweze kujuana zaidi. Na tunashukuru sana kwa wale wenzetu ambao mnaendelea kututazama kupitia kwa mitandao tukiendelea kuhubiri injili ya Bwana, na asante kwa ile support ambayo mnaendelea kupatia kanisa la Nyamataro PAG Church. Na ni wakati tunaenda kutoa sadaka zetu pamoja na saka. Ikiwa unatoa online hauna cash, tuko na till namba ya kanisa ambayo ni 331388 331388 ni till number. Ukienda M-Pesa unaenda buy goods, unaweka hiyo kama business number na itakuletea jina Nyamataro PAG Church. So wacha tukuze Bwana kupitia kwa matoleo. Karibu. Tusimame kwa miguu yetu as we pray.
Amen. Tuombe. Baba, tunakushukuru mara tena kwa sababu ya nafasi hii ambayo Bwana umetutunuku siku ya leo, ili pia nasi tushiriki katika matoleo. Mfalme, unasema katika neno lako ya kwamba Bwana, tukujaribu katika matoleo yetu, tuone kwamba Bwana hautafungua malango ya mbingu ili ukatubariki. Bwana, lifuatilie neno hilo, kwa kuwa wanao wamekutolea katika madhabahu haya. Wengine Bwana wamekutolea kwa wingi wao na wengine kwa uchache wao. Mfalme, naomba kwamba ukawabariki. Bariki mashamba yetu Bwana, bariki kazi za mikono yetu, pia na mifugo yetu Bwana. Asante kwa sababu umepokea vyote ambavyo tumekutolea mahali hapa, kwa kuwa wewe ni Mungu. Jina lako litukuzwe milele yote. Kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Praise and worship. Wamama tafadhali, kama uko na mtoto mdogo, tuchunge watoto. Wamama tuchunge watoto, na wale ambao ni wa kanisa la chini wateremke. Asante. Bwana asifiwe tena. Naomba tusimame tumsifu Yesu. Wiki yote amekuwa nasi, tumeona mkono wake. Mambo yote ni sawa venye tumefika hapa. Mwenye alikuwa mgonjwa naona umepona. Amen. Sema amen. Amen. Pigia Yesu makofi tafadhali. Na figelegele kwa Yesu. Hallelujah. Kara tenge style yao. Ai. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo
Hallelujah. We worship you, Lord. We give you Amen. glory. Hallelujah. Baba, tunakushukuru, tunakuinua jinsi ulivyo mwema. Hii furaha tunafurahia kwa sababu ya wokovu na kazi uliyoifanya katika msalaba wa Kalvari. Asante kwa sababu hakuna mahali tunaweza kufurahia kama ndani ya nyumba yako, na katika furaha hii ndio nguvu zetu. Naomba kwamba Bwana ukabariki kila mmoja ambaye ameingia katika nyumba yako katika siku ya leo, na pia tunakushukuru kwa sababu ya vipindi vimepita, na tunakutegemea katika kipindi ambacho Bwana kiko mbele yetu kupata neno kutoka kwako. Naomba kwamba ukachukue nafasi, neema yako ikaweze kushuka katika madhabahu haya kwa njia kuu, ukaweze kufungua masikio yetu yasikie neno linalotoka kwako, na macho yetu yakafunguke yaone matendo makubwa ya Bwana katika maishani metu. Asante kwa sababu ya watumishi wako walio ndani ya nyumba. Ninawaombea Bwana wabariki, wafunike na damu ya Kristo. Hata nafasi itakapopatikana wasimame katika madhabahu haya, ukawatumikie, wasinene yaliyo yao, wanene yaliyo yako. Ukaondoa udhaifu wa kila njia Bwana, nguvu zako za ajabu zikashuke katika mkutano huu, na ukanene pamoja na maisha yetu kupitia ibada hii. Wengine walio wagonjwa wapate uponyaji wao, wengine waliokosa tumaini wakapate kuwa na tumaini, wengine wale ambao Bwana wamelemewa na mizigo mizito wapumzishwe, wengine wale ambao Bwana wameona hawaoni kwenye wanaenda, ukatengeneze njia kwa jina la Yesu, ili sifa na utukufu zikurudie. Asante kwa sababu tumenyenyekea, ukapate kuinuliwa juu, kwa kuwa wewe ni Bwana na Bwana wa mabwana. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen, amen, amen. Ningeomba praise and worship mketi kidogo, na neema ya Bwana ikaweze kututosha. Na wakaribisha nyote katika ibada ya siku ya leo, na ninaamini kwamba bado tunaendelea kubarikiwa na Mungu. Bado ako na haja na maisha yetu kutuzungumzia, ili jina la Bwana liweze kubarikiwa. Kuna wageni wengi ndani ya nyumba. Ningependa kwanza nilete pastor rafiki yetu, mwalimu wa Hema Jitago. Ametuhubiria mara nyingi sana, na leo ako pamoja nasi. Nataka aje aweze kuweka wimbo kwa ufupi, alafu baadaye tutaombea mtumishi wa Mungu ambaye anayeenda kutuzungumzia kwa jina la Yesu Kristo. Huyu ni rafiki yetu sana, naende hata wanga tari kwanja kwa Nyasaye okani kutoba sako limatumbo. Amen. Baraka kabisa mtumishi wa Mungu. Amen. Kwa kutusalimie na uajilie kitu kidogo tu, na itakuwa vizuri kwa jina la Yesu. Asante Bishop kwa Amen. nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaniona nipungie mkono hivi, unajua unaweza kuwa pale na unioni. Nimeona mtu wako pale na ataniona. Kama unaniona nipungie mkono hivi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimia jirani, mwambie karibu kanisani. Kwara ikaransa na ine nei peri serious nei panero ra ikaransa nero. Mongwana limotavi na karibu kanisani. Amen. Kwa wale wenye wanijui majina, naitwa Vincent Angwenyi. Natoka huko side za Keroka huko. Nilikuwa na program hapa chini inaitwa Etaya TV. Nilipomaliza huko, ninajua niko na kanisa hapa. Ninapofika karibu hapa, nikaona wacha nipite hivi tukabarikiwe pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaimba worship kidogo tu. Sitaki kuweka hii. Uinuliwe Mwokozi, uabudiwe milele.
nisiaibike milele. Bwana nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele Bwana. Nisiaibike milele, milele Bwana. Milele, milele Bwana. Milele Yesu. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa wema wake, kwa mtumishi wa Mungu, tena mwalimu wa Hema Jitago. Bwana akubariki sana, wewe ni rafiki yetu, tunakupenda sana. Aliniambia kwamba atakuwa hapa Etaya TV kwa program, na nikamwambia kwamba tukipata neema unaweza kutusalimia, imekuwa ni muda. Kwa hivyo Bwana akubariki sana mtumishi wa Mungu, karibu tena na tena kwa jina la Yesu. Ni kwa wakati huu nataka nimlete Judith Makalius atuletee wageni. Kuna kipindi huyu mtumishi wa Mungu Judith alituhubiria hapa na tukabarikiwa sana. Na leo tuko na wageni, alikuwa na kuna marafiki zake, na marafiki hao alipozungumza pamoja na mimi, ilikuwa ni mwezi wa 5 tukimaliza, ama mwezi wa 5 tukimaliza, akaniambia kuna pastor rafiki ambaye ni rafiki yake sana, angependa aje atusungumuzie. Nikamwambia waje, tutatafuta nafasi ili aje atusungumuzie. Tukaweka tarehe za leo, na Mungu amekuwa mwaminifu, amewasaidia watumishi wa Mungu, wamefika ndani ya nyumba. Kwangu mimi ni mara ya kwanza kukutana, lakini naona kwamba ni watu wazuri. Pastor Jared Adams pamoja na mke wake wako ndani ya nyumba, na naamini tutabarikiwa. Nataka nipeane nafasi kwa Judy, maana yeye ndiye anawajua kabisa, atuletee permanent wake pia tusalimie, alafu baadaye wageni wakuje kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona na unanipenda, inua mkono juu, sema haleluya. Amen. Praise the Lord. Amen. Muna furaha ama mumekasirika? Muko na furaha ndani ya Yesu? Yes. Amen. Hebu vigelegele nisikie, nijue kwamba tuko hai. Hallelujah. Thank you so much. I'm honored to be before you, pastors of the church and all the leaders of this church. Ninashukuru Mungu sana kwa nafasi hii. Labda kabla ni tuende mbali, mniruhusu tafadhali. Mume wangu amekuwa mbali, mume mkosa, si ndio? Siyakuja atusalimie. Niruhusu tu tafadhali. Hallelujah. Hallelujah, church. Come and reign, Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. Come and reign. Come and reign, Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I'm so excited, I'm so delighted to be in the presence of the Lord. Asubuhi ya leo nimefurahia sana kuwa uweponi mwa Mwenyezi Mungu. As my wife has just said, I've really missed you people. Bishop, our guests, and other pastors present, wazee wa kanisa hili, wamama, vijana, wakubwa kwa wadogo. Hallelujah. Na wamisri manomono. Amen. Sitaki kuongea mengi kwa sababu ya muda, sababu ya kazi, nimekuwa mbali kidogo. Tumetunukiwa kibali cha kuhudumia watoto wetu mashuleni. Wengi wetu hapa ni wazazi, mkiwa nyumbani, watoto wakiwa katika shule za bweni.
sisi ndio tunakuwa wazazi, sisi kama walimu. Na ningependa kusema ya kwamba tuendelee kuombea watoto wetu. Changamoto wanapitia ni mingi sana pale katika shule za bweni. They go through a lot of challenges. Mungu alinibariki nikapata uhamisho kutoka shule ya upili ya Stronger. Sasa niko katika shule ya upili ya Nyambaria School. Na kwa sababu hiyo ukiwa mgeni mahali, majukumu ni mengi ambayo unapewa, inabidi uyafanye. Na naamini watoto wengi katika kanisa hili wako katika shule ya upili ya Nyambaria, si ndio? Kwa hivyo kama wazazi, ningependa kuhakikishia wako katika mikononi mizuri, tunawalea vizuri. Zaidi ya yote, tuombee wale watoto, tuombee walimu wetu, ili Mungu azidi kututia nguvu. Haleluya. Wageni karibuni sana. Tumekuwa tukiombea hii tarehe. Kabla Bishop ajulishwe, nilijulishwa. Nikasema wamekaribishwa sana. Hapa ndio nyumbani, hii ndio familia ambayo iliwalika muje mtubariki. Na naamini ya kwamba there is a lot that the Lord has in store for us today. Amen. Muwe na siku njema, and may God bless us all. Amen. Thank you. Hallelujah. Thank you so much. Tutulize watoto kwa sababu tunakaribia kusikiza neno. Tusaidie wale wanatembea kila mahali pia. Tukue na utulivu katika nyumba ya Bwana ili neno linapokuja lipate tuko tayari, tumejiandaa. Hallelujah. Wageni wetu leo ni Pastor Jared Adams pamoja na mke wake. Mungu amenisaidia kwa neema yake, huwa nafanya kazi pale Cooperative Bank Oyugis branch. Na katika hali yangu ya kazi, siku moja miaka mingi iliyopita nikasavu mteja ambaye ni Pastor Jared Adams. Na hapo ndio tulijuana, urafiki ukaanzia hapo. Nikajua kazi gani anafanya na utumishi gani anafanya, na baadaye nikajua mke wake, nikajua kanisa lake, na tukakuwa marafiki. Nimetembea kwao. Aliomba nirudi kwao, nikamwambia sirudi. Sikuji kwa sababu baba hajajua huwa naenda wapi. Tafadhali naomba ikiwezekana utembee nyumbani pia. Na kwa sababu hiyo ndio sababu yuko hapa, ajue nyumbani kwetu. Sababu mimi nishajua kwao. Kwa hivyo akishajua kwetu hapa, sisi tutaelekea tena huko tufanye kazi ya Mungu. Pastor Jared Adams is a professional teacher together with his wife. Wanafanya kazi ya Mungu katika kanisa la Mustard Christian Center, Oyugis Kompaka Center. They also run a school and they have a mentorship program called Desire of All Nations Mentorship Program, where they support the youths and schools. They do a lot of ministry katika shuleni, katika shule. They do a lot of youth ministry, especially in schools. He is also a regional chair, South Nyanza, wa Kenya Student Christian Fellowship. Hiyo ndio pia kazi anafanya. They do a lot of couple ministry. Kwa hivyo mkipanga huduma ya couples, mko na watu hapa wa kuwazungumzia. Na pia kama uko na challenge, unahitaji mtu wa kukuzungumzia kifamilia, ukiona Pastor Jared pamoja na mke wake watakusaidia, because that is also a ministry that they run. And apart from that, they do a lot of youth ministries. Najua kanisa letu tumebarikiwa na walimu wengi. Kwa hivyo shuleni mwako, wakati moja ukisikia kwamba unahitaji mtu wa kuhudumia wanafunzi, pia Pastor Jared na bibi yake Will Kister will also be there to support you. But above everything, they love the God that we also love, na huwa wanafanya kazi ya Mungu, wanahubiri neno la Bwana, na that is the main reason kwa nini wako hapa leo. Ni ruhusu niwakaribishe katika jukwaa. Tunapopiga makofi, kama unaweza simama kwa heshima, naomba tusimame tukaribishe mtumishi wa Mungu pamoja na mke wake,
katika madhabahu ili waweze kutunenea. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. I thank God so much this morning for his loving kindness upon us and for such a privilege to be found in his house and particularly this place this morning. Sister Judy has said so much about us, but I want to confirm that I am born again. I love the Lord as my Savior. I received Jesus when I was in high school in the year 1998. I was in Form 1 when I met the Lord. And I want to really thank God that he met me. And he met me when I was still young. And since I chose him, I have not regretted making that decision. He has been faithful and is so true. And I want to tell you this morning that God is faithful, God is dependable, you can count on him. Praise the living God. The servant of God who spoke in the morning shared to us what the Lord had put in my heart this morning. And it was a confirmation that that is what the Spirit of God was ministering to me this morning. Praise the living God. The book that he had put in my heart was James chapter 1. Verse 2. Which says, consider it pure joy when you fall into various kinds of temptations. Praise the living God. And I want to encourage someone this morning. I have tasted of this God, and I know that he is good. He is able to take you through whatever pain, and he is proved over and over this, that he's a reliable friend. Praise the living God. Because of time, I don't want to say much, but I want to bring to you the servant of God who is going to give us the word. And this is a man I have known from 2005. I got to know him in the year 2005. And we wedded in the year 2007, April. And this far the Lord has been good. God gave me a friend in him, the best of friends. And I want to give him time to speak to us. I respect him because I know him. I walked with him when I was a girl.
igona atarite nere kena lengo moiseke who was really trusting God to walk into a holy matrimony. oyo egenete nyasaye goswa ase nyome ncheni And I love him because I know he fears God. igo mwanchite singe ncheni mete na muoboete nyasaye And I've lived with him for 18 years now. na abenyira nera ase miaka 18 And if given chance, I'll still look for him and choose na him. ndenge gulibe kana ande nigongo gendera kumacho Praise the living God. amonene yesa That is grace and pure grace. obuno obuya ande obuya bole bene. Amen. Amen. Hallelujah. I think because of time I may not sing. Asinge nchebiro nabonda abetintera I just want to hand over this microphone to him tigamwe mic yeiga that he will speak to us. indanyale gotukwanera Shall we put our hands together and appreciate the Lord as he tokere chinkobi picks this Nyasaye. microphone? Amen. Amen. Please appreciate her also. mwakere chinkobi nere Thank you so much for this chance, Bishop, mbuya mono asinge ncheli bageli bishop to share with us your pulpit. kosangamo naye amadhabahu ayao And thank you, Madam Judy, for being more than a customer. mbuya mono madam Judy asokoba gwetanie customer Praise God. amonene yesaba I want to share with us from the book of Luke, chapter 10. igonta tusange kurwa se kitabu kya Luka 10 The story is Jesus' story or parable of the Good Samaritan. omo baje no bomo msamario muya. The verses are from verses number 25 of Luke chapter 10. Luka 10:25. We will read through ntosome kogenderera I will read from 25. inchakere 25. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? How readest thou, or how do you read it? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way. And when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, or on the following day, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? And he said, He that showed mercy on him. Then Jesus said unto him, Go and do thou likewise. Let's pray. Tusabe. Father, we thank you. We give you praise this afternoon. Manene tuakwira ninga mbuya mono tuakwira gotogie maragobe ya bono.
In your presence, Lord, we stand and sit. Before us, Lord, is the table of your word. And you say, Lord, whoever takes of this bread has taken the bread indeed. We are hungry, Jesus. Feed us, Lord. Spirit of the living God, we are thirsty. Fill us. I pray, Lord, that we will be able to hear you and see you. That you will speak in our situation, Lord. And we will go out of this place better than we came. Use me and my interpreter. We decrease that you may increase. Show yourself up on this pulpit, Lord, and hide us behind you. We pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Let's say amen. A certain lawyer rose up sometime in the days of Jesus. And you know, in those days, Jesus had issues with the teachers of the law who thought that he was attacking the establishment. They were on a mission to prove that Jesus is wrong and they are right. And so it's not surprising that the Bible says that this man stood up to tempt him. And he gave him a question. He said, "Sir, what should I do so that I inherit the kingdom of God?" He was right and wrong, because in their days and in their teaching, you had to do something to be right. That is why the law was christened, or the law was written in the form of do not do this, do this. And they taught that, and it was in their system. When Jesus came announcing the kingdom of God, it appeared so easy. And it was somehow laced with blasphemy, because Jesus was the son of Mary and Joseph, they knew. They were not taking it in kindly that there is a man calling himself God, and there is a man who is saying he can forgive sins. In the entire Gospels, that has been an issue. Jesus announcing the kingdom of God. And so he stood up and asked Jesus the question, what he must do to enter the kingdom of God. Then Jesus returned him to the law. Told him, what is written in the law? And how do you read it? Because in Jesus' eyes, the question he is asking is right in the law. He says, what is it that is written in the law? The man says, oh, I know. In the law it is said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. And then you love your neighbors, you love yourself. And the man, even as he was answering that, in his heart he was sure he is not doing that. Because it is not possible
igo ikiagera teri To konyarekana love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, it is not possible. omwancha nyasaye n'enkoro yawe yonsi n'ekinguru kyawe kyonsi n'obong'aini bwawe bwonsi teri konyarekana Maybe at Nyamataro it's possible for you guys. nabeera anyarekane nga nyamataro nkonyarekana erebo All your mind, ase all ebirangiro your byawe strength, all your soul ebirangiro byawe byonsi kinguru kyawe kyonsi sold to Jesus. byonsi bire yesu And so the man was telling Jesus, boona omusacha oyo ngomutebyale it yesu is written, but it is not working. nigego erikire lakini teri konyara kokorekana Because that is why I'm asking you the question. nakigekogera nkokubulira iswali I'm eriga interested in knowing how to go to heaven, and I want to do what it takes. nigo ndinokogani gukomanya ng'a kingogenda igoro nani ng'a kimbwenete nkore ng'endo But sir, what is written in the law is not working. omosomba ekikelikire ase amachiko ngerikokorekana Bwana Yesu asifiwe sana. omonene yesu abakwe And then Jesus na yesu asked him, he asks another question. naende akamubulira iswali linde And the Bible says to justify himself. indanyare kweikeraniere bweko The omonyene man wanted to justify himself. omosacha oli niga ataete And he kweikeraniere bweko posed the omonyene second question. naende akagenda ase liswali Who lyakabiri is my neighbor? omonto ominto norori Hallelujah. amen Who is my neighbor? oyo ominto norori And Jesus takes the next few verses to answer him. yesu oire ebibungo bikaigo komoiraneria By the end of his parable, it is the man who knew who the neighbor was. ase omweli bwa amang'ana yonsi omosacha onero omanyete ng'a oyo omwabo norori I've been pondering about this parable nabeire nkorengereri igoro ya omobayeno oyo iga and why Jesus would give this parable in the face of what should I do to enter the kingdom of nki God. yesu are korwera omoreng'ani oyo ng'a nkimbwente gokora koso ase oboruoti bwa nyasaye So Jesus says, a certain man was walking yesu agateba ng'omosacha oyo moniga arenge gotara from Jerusalem to Jericho. koriwa yerusalemu gochi yeriko And then on the way, naende kara ase enchera he fell in the hands of thieves. akatoka ase amaboko y'abaunereria And the thieves mishandled him thoroughly n'abaunereria bali bakamokorera bobe and left him dying. bakamotiga asire And in the process of his death, ase omoroberi oye bwogokwa a Levite, a priest came, omokuani agaeta looked at him, akamorigereria and went his way. akagenda enchera yaye A Levite came omolawi agacha and looked at him akamorigereria and went his way. akagenda enchera yaye Then a Samaritan came, korende omosamaria agacha and Jesus is bringing the Samaritan case bono yesu nigakoreta amang'ana y'omosamaria because in those days it was not possible for Jews and Samaritans to meet eye to eye. ekiagera chingaki chirinji ari konyarekana omosamaria n'omoyahudi koumirana They had bad blood. nigo babwata amanyi ngatari kuigwana And so he brings in the Samaritan case bono oretire omosamaria and he says, this Samaritan came bono oteba ng'omosamaria oyo and agacha saw the man, akamora omosacha oria and he went to him, akagenda asare handled him, akamobwata akamokorera buya took him to an inn, akamoira ase nursed him there, akamorwaria was with him akaba amonere until the following day. baka rituko riko bwatia When he left, ekera agenda achiete he paid some money akaruchi besa to gete take care of the expenses of the treatment and the first aid. kosigurikira amang'ana ariyo komorwaria And he n'endagera told the owner of the inn agatebia omonyene enyomba eria that please, if there is anything that you will use on top of what I've given you, akamateiga akikonye kende nkirora atumeke gwetania ebesa ena I'll akoire still pay it, please, when I come back, or you can take my number. ning'akane kerena iranire gose no ire namba yane And then he walked away. akagenda Then Jesus turns to the teacher of the law. bono yesu akamoiranira omwalimu oli And bw'amachiko he asked the teacher, akamuboria omwalimu oli who bw'amachiko among the three akamuboli ng'a katigati y'aba batatu was the neighbor to this man? nigo olenga omonto obwange gochiasa omonto oyo iga
And I think in the process of time, as he was giving the story, he opened up the eyes of this lawyer, and the lawyer was able to clearly tell who a neighbor is. Bono korengana ne chira ereze tumugano yo na baya ya muigoreta maiso kororanga omonto omuyaningo. He did not think twice when he was asked this question. Tadengerere tikegima ama yakwiraneria maswali ayo. He said the third one. Agateba ngono oli ogatatu. He is the one who showed him mercy. Nero mworogetie ama aberae. He is the neighbor. Nero oroyo monto minto. Then Jesus says, Nende Yesu oteba. go and do likewise. Genda nayo kole boigo. Hallelujah. Amen. A powerful story indeed. Omogano muyakegima. And it is in these few verses that I want us to glean certain truths in God's word. Na sa mangana ya masini tu asomyente tonyora mangana ye kene kurwa sinya sa. I will pinpoint 3 people that we will share on as I relate this with our lives and with the gospel of Jesus. Jesus says that a certain man went down from Jerusalem to Jericho. This man was on his normal errand, so to say. Must have woken up that morning. He had an agenda to do in Jericho, perhaps to come back as well in the evening. Left his wife and children. He dressed up and carried his luggage. He had the strength and the health. In his mind, he was seeing himself at Jericho finishing the task. If he had a wristwatch, he must have timed himself. I want to be in Jericho by 9 a.m. He was sure of the day. And I was seeing ourselves in the normal journey of life. I was seeing men who are in charge, say in quotes. A people with a plan. Men with dreams. I can see parents who have got a dream and a plan for their children. I see business people who have a plan and a vision and a dream. People who say in the next 3 years, this is where I want to be. A family who are counting time together. And they are seeing themselves going somewhere, you know. I see career people who are planning themselves and they are saying, I want to acquire my master's in the next 2 years. And that is perfectly normal. And it is okay. People can plan. But I want you to know that there are the moments we call the unfortunate moments in life. That in the course of your life you can meet things. I want you to see 2 things in this story about this certain man. Number 1, men are very vulnerable. People are vulnerable. We are not in charge of anything. Praise be to Jesus. The best we can do is to plan to travel from Jerusalem to Jericho. But we are not sure of reaching Jericho. Hallelujah. Amen. You can plan so well.
nabokubanga orobeli buya kabisa with your life and the life of your children. asobogima bwao n'obogima bw'abaana You bawo can plan so well with your business and your family. nabokurobelya buya ase ebyasara byawo ne family yawo But you are not in charge. kolende tali ayole And omorobeli we need to know that we must depend on someone. ntobwenete komanya nga ntobwenete kusemelya ase omonto gete. Hallelujah. Amen. Normal course of life. Ama ebintu bya kawaida by'obogima As we do life, unatogenderete ase obogima we need to leave room for things. ntobwente korwa libaga ase ebintu We need to know that things can happen. ntobwente komanya nga ebintu ngokolekana bire My brother, things can happen. My sister, things can happen. musubati omintu mumuro bintu ebintu ngokolekana And bire they can happen beyond you. nawo bikokolekana kokuwetaniaye Because life has got periods of unfortunately. obogima mbo bwate ebintu biri bikokolekana mu basokano. I heard in the morning teaching ninaigwa amarandi amambi my brother narrating things which I can only read in Job. ebintu birya ndanyale gosoma ase ekitabu kia Yohana. One day the sun can rise rituka elimo omubaso nabo okosoka with all the bad news. n'amang'ana amabe. The sun can rise omugaso nabo ogwoka rituka elimo with all the bad news. n'amang'ana amabe. Life has got what we call unfortunate moments. obogima mbole n'ebintu biri byamu basokano You had a plan, kwalenge n'omuroberi but in the course of time, kolenda ase kingaki a ebiro disease crops in, kwarora ebintu gete bigosoa and the disease begin to suck all your savings. oborwaire bari bwachaka komena kire ebintu ebintu byawo kwagachete Begins to get into your investments. yaje amorwaire bwachaka gosoa sama ebintu biri The kwagachete disease can get so deep inside you. oborwaire nabo bogosoa mono na mono gochime yawo People can pray. abantu nabo bagosaba People can do anything. abantu nabo bakora kende gyonsi But the moments of unfortunate times will come. kolende chingaki chiri chebintu byamo basokano I ambaka thank biche the Lord our God who told us in the morning, rejoice when they come. koira na linyasa mbiyamo no lyoto tayima mbinga goka ekere bintu ebyachire. Hallelujah. Amen. Rejoice when they come. Goka ekere byachire And when you plan, nande ekere kwarobeire know that there are uncertain, unfortunate times in life. manyange bintu chingaki chire chiamo basokano asobogima. My second person I want to talk about is the robbers. abantu bakabenente tokwana igoro yabo naba The people who come with during the unfortunate times. abantu bali bagocha chingaki chiri chiamo basokano. The Bible says that this man unfortunately fell in the hands of bad people. ebibilia watanga omo asema basokano omusacho wagasoa sama bako Maybe yabauri he was driving if it was our time. nabona nyole nkogendia lenge gali konye ne chingaki echi Or cheito could be he was walking. nabera abengo tara Or lenge maybe on his donkey. kosa lenga sebunda But he met people who are bad. kolenda akomena n'abantu abali He balababe met merciless men. abantu batali no abera He met people who did not understand he had children. abantu bali batamanye tinga nale They n'abana didn't understand that this man had a wife. batalenge n'okomanyanga omusacho nale They n'omukungu were just merciless people. niko balenga abantu batali The Bible n'amabera says when they met him, ebibilia gotebanga kere baumera netenere they removed his clothes, bakamoruisia chianga left him naked. bakamotiga For kalegetiryanda whatever reason I still don't understand. ase ncherende yonsi nje But tindanyala if they komanya were sincerely robbers, why leave him naked? onye balinga abaulingi kiale kogera bale komotiga Why getiryanda not just pick his things and go? nkibatale koirere ebintu biria bwate bamotige Praise be to Jesus. omonene yesu abakwe But he met merciless people. iga umeranete n'abantu They batali stripped n'amabera him of his clothes. bakamoruisia chianga chiae Number two, egento gia kabere they gave him thorough beating. bakamoita bobe mono They beat him and wounded him. bakamoita bakamobekera And chialama then they took all his things. nande bakaire ebintu byae byonsi And then they left him there nande bakamotiga ali bweka so that he can die. elindanya ale gokwa Praise be to Jesus. omonene yesu Let me abakwe tell you, friends, tigamba taibye basani Jesus is drawing us to a picture
Nyasaye nigagotongusa gocha ase In bicha. this parable is drawing us to the picture of what the enemy is doing to us. Aso molenganio nigagotosuki gocha ase nga nkyomo bisa gokora gocha ase obogima bwacu. Drawing us to the picture when we met the devil. Kotobeka ase okomanya ng'ekere tuomeranete na birecha. Drawing us to the picture of our times with the devil. Kotosukia ase komanya ng'ekere tuomeranire na birecha. I remember the days before I got saved. Igonko inyona chinga kikonye ntara atoleka. How the enemy could lead me to do things which are shameful. The enemy does things through you that leaves you naked, taking away all your covering. You remember in the Garden of Eden, the interaction of the serpent with Adam and Eve left them naked. The enemy has a tendency of undressing us. The enemy has a tendency of leaving us with eggs on our faces shamelessly. You are a father, the enemy can shame you in front of your children. As a teacher, the enemy can shame you before public. He comes and takes your clothes, and you remain naked. He ashames you. Then he beats you up. He leaves you in pain. He leaves you in misery and bitterness of heart. When the enemy interacts with the people, he leaves them very, very bitter. Let me tell you, friends, today we live in a bitter society. We live in a society where people are bitter and hurting because the enemy has pricked their hearts. So we have lost our human. People do things and you suspect they are not human beings. People do things that are bad and worse. Fathers can take their whole family and set them on fire in his own house. A mother can kill all her babies and poison the husband. There is a depth of bitterness that the enemy has left in the hearts of people. You don't know what to do with yourself. You don't know what to do with another person. Bitterness all over. We have women who are bitter with their husbands. They don't know how to meet eye to eye. We have people who live in homes as husband and wife, but they don't talk. They share their rooms. But the root of bitterness has gone so deep because they interacted with the devil. When he comes, he plants bitterness. And he gives you cruel blows. Then he leaves you on your own. You are left on your own. Let me tell you, friends, the enemy has a tendency of using you to the end. Then he opens your eyes when everything has gone wrong. When people come and ask you, why did you really do this?
You also don't know the answer to give. naye tobwatiri chibu okonyara The koiraneria thing which has happened, the thing which you have said is so foolish. egento kiakorekanire egento gwakwanire igokere kioboriri mono And you don't know how you reached there. naende tori nobomaene ng'aki gwaigete The asayo enemy abandons you. omobisa nigagogotiga He has the tendency of using and dumping. agogotumeka ogotiga. Hallelujah. Amen. You see, that is the position of things. eibono nere enchera y'ebinto I recently read in the newspapers igo bwango iga nasoma ase amangazeti when a police officer is regretting having done what he ought to have not done. ase omosigari agweitia ase ebinto biria akorete atabwenete gokora. That is when they say the enemy stole me. bono nario goikera gwatega ng'a birecha nero The devil cheated me. birecha niganka I just found myself doing it. igo nenyorete ngokora. Hallelujah. Amen. Let me tell you, friends, tigamba tebia basani the enemy abandons you. omobe birecha nigagogotiga Even if they are friends, neba mori nga basani they could be friends who are very close to you. abasani mbale bakoba bale imme mono You naye may look like you are in this thing together. kwaligeri gwateba ng'egento eke You notoramo may look like you are going to succeed and fail as a team. kwamanya ng'eke tigo togochikobuga toramo naende konya tokobugu But then you toramo realize after everything is gone out, wacha komanya ng'ekerekere egento kiasarekire not even your friends would want to hear anything you nonya say. n'omosani yo tatageti gokoigwa. Hallelujah. Amen. Do you know, there is a preacher friend of mine, omorandi naro omosani yone is gone to be with the Lord. iga inararete But he used to say, iga arenge goteba there are things you do ebinto mbiro ogokora that even if the devil is brought, neba birecha okoretwa the devil says, that one, I birecha can't do that. agoteba ng'a yaya nchaitinya I maiti cannot do such a thing. nche Even you know. tingokora gento buna ekio Yani, there are obvious stupid things that you do. ng'ebinto bioboriri bia kawaida okonyara That gokora even the enemy, the devil himself, mbaka birecha bweko omonyene distances himself with them and they say, I can't do that. birecha bweko okokana oteba ng'a nche tingokora ayo. Hallelujah. Amen. That's when you see fathers sleep with their own daughters. na abuno ogoikera kwarora mugaka akorara na musubati oye That's when you hear a man is able to sleep with a 5-year-old. na abuno okoigwa ng'omosacha orarire n'omwana bw'emyaka 5. A teacher, a senior principal, or a head teacher is sleeping with a grade 8. omo principal akorara n'omwana bwe grade 8. Things which are absurd. ebinto bire byo bitarikoyereweka But once you have done them, akini ekere kwabikorire the enemy withdraws. omo bibirecha nigagosuka And then you are on your own. bono ogotigaye bweka. Hallelujah. Amen. You will be on your own. notigaraye bweka And sin nebibe has a tendency of finding you out when now you cannot hide anywhere. ebibengo konyora bire no bisandonsi. Be very careful with secret sins, my friends. echu erinde mono nebibe biri ogokora byabo busi There are things you do and they can allow you to be in church. ebinto mbire ogokora nande byagwanchira ko You base can nyomba praise ya the Lord Nyasaye with us. nabo ogotogi Nyasaye mo na You can intwe preach as I do. nabo okora ndi buna You nkora can sing. nabo ogotera You can do anything people do in church. nabo ogokora kende gyonse abantu bakora se But you kanisa know and you know that you know nande no manyete nande okamanya that nande there are okamanya things you are hiding behind you ng'ebinto mbire obisete maega that yawo you don't want people to know. ebyo tatagete mwanya abantu I bamanye have good news for you. ninde n'amang'ana The amayaso one who is doing those things oyo okokora ebinto ebyo and pushing you to do them, nagogosugoma kobikora his name is called the devil. rieta lyaye nigakorokwa He birecha knows when to abandon you. n'amaete ebirago gotiga. Hallelujah. Amen. Listen to me, Baba. igwa Wewe ambaye unasema uko na mpango wa kando. ayogoteba nobubango olio okwesemo. Hallelujah. Hallelujah. Listen to me, Mama. igwa You omosubati who is double dealing your husband. ayogochiesa n'abasacha bane Listen kwetanyu to mugako me, young man, igwa ayo who omosacha is omoke keeping an illicit relationship. oyo obisete obuamatebo tali boronge The devil knows when to abandon you. birecha n'amaete chinga kiago He gotiga will tell you, hey, I don't know that thing. agogotenga inchetima etigente ekyo Ng'ang'ana na hali yako. ayepambana n'ebinto byaye byeka
As you do those dubious business deals, buno okonya gokora ebintu ebibyao as you do those professional sins, buno okona gokora ebibe ebibyao bibwate ebiwango they are nicely coated sins. ebintu biri bibe biri bibisibire bikakoro bikabebya And you justify that you know in church, you Wama- know, the first justification is that you know we are in Kenya. That's the first wama justification. wansa goikira ningoma ete Kenya tomenyete Kenya tuli Go ahead, go ahead. genderera But I tell you, tigango tebie the enemy, birecha the robber, omoibi who came to steal, to kill, and destroy, oyo ochete koiba gosiria na goita he knows when to abandon you. nale nebirama etagocha gogotiga And as surely as the Bible says, your sin will find you out, it nane will. kene bune bibiria goteba ngebibe byao mbikonyore maisomarore Your sin will find you out. ibe byao mbikonyore Your sin will find you out, preacher. ibe byao mbikonyore omorandi You choir person and best singer, your sin will find you out. ayo moteri omuyamo ntobwe kwaye bibe byao ngokonyora bire Hallelujah. amen They came and stole and robbed him of everything, and they left him half dead. bagacha bakamoibera bakamoura kere gento bakamotiga kagokwa When left half dead, or when you are in a half dead situation, ekero otigire asa orange gokwa it means there is nothing working. igemine tinga kende nkeyo gegokora meremo You try to fix up things, ogotema kobeke ebinto bibe buya and nothing seems to fix na itself. kende nkeyo gekunyarekana koba You try this one. watemeke You try this method. wateme nchereye You try with this person. watema n'omuntu oyo And it's like everything is not working. yarorokana nga bintu ebimbiri kunyarekana You are dying slowly. igogendete gokwa ng'ora Your hopes are diminishing. ogosemeri kwao gogendete gokea Your dream is getting weaker and weaker by endoto yao time. yagendere koregea kokonya koregea butambe You don't know what is happening to your home. tomanye tingi gegendete gokorekana mwao Everything seems to be dysfunctional. ebinto byonsi byarorokana nga mbiri gokora gasi When we interact with the robber himself, ekero tokokwana omouli bumonyene when unfortunately he comes ekero achire and he meets us in the course of life, atomere ase obogima oboiga he destroys our health. nigagosaria afya yaito He destroys our energy. igagosaria chinguru chaito He destroys our investment. igagosaria ebinto byaito He tokachete kills our passion for Jesus and for heaven. osaria ogosemeria gwaito asarakwa We are just husband and wife because we are not separated. igotoro omogaka n'omokungu ase eng'encho But ntoratigana ideally, nothing is working. lakini ime ya yonsi kende nkeyo yakora meremo I open and close my shop because I have nothing to do. igongo sieke eduka yana na igora ase eng'encho timbugati But when I gentongokora look at that shop, it is dying. ekiriye kere nkorigeria eduka eriane nigeganete gokwa I must go to work na egebire ting'ende egasi because I can't stay in the house. ekiagera tinkonyara kobera nyomba But basically, my work is not helping me. orende meremo yane terigonkonya kende Things are not working binto mbiri konyarekana because the enemy has come. ase eng'encho omobisa ochire Hallelujah. haleluya In that state, ase enchere eyo when you are asking yourself, why me? ekero okwebolinga ase kinche In that state, ase enchere when you eyo are asking yourself, will I ever succeed? ekero okwebolinga nche gose nimbe buya ase obogima In that state, ase enchere you eyo are asking yourself, okweboliaye will I survive? inyale kobua In that state of fear ase enchere eyo and obwoba anxiety, n'obugotetemeka a priest walks. omo A priest walks. amen A priest walks around. omokuani osoa The priest looks at you omokuani okoligereria and he says, I don't want to associate myself with a dying person. omagoteba nga nche tindi kwebwatani n'omonto ogokwa And the priest takes another angle. omokuani otumeka enchere ng'ao You hear the footsteps of the priest. kweigwa You hear the footsteps of the priests.
And in that state, when you are asking yourself, who will come for my help? Who will rescue me? You hear the footsteps of a person who can rescue you. But no sooner had you heard the footsteps, praise be to God, than they begin to diminish. And it's like, I thought someone was coming. Where did that man go? I thought I was going to get help. Where did the help go? That is when you think you are just about to get something. Before you know it, it is tapped off your hand. Then you begin to say, what an unfortunate man I am. I am very unlucky. Last year I almost got promoted. In fact, my name was in the list of the people who were promoted. Then the list was withdrawn. The priest walked away. The Levites, another hope. It appears like, now that one is the guy. And you hear the footsteps. And then you hear it again going. It's like, die your own death. Paul says, oh wretched man, who will rescue me? There are situations we find ourselves in that man cannot help you. You may hope in them. You may hope in their signs of help. You may hope in your connections. You may hope in your relatives. You may hope in politicians. But they may not help. If a Samaritan do not come, you are dying for sure. You are on your own until the Samaritan comes. Praise be to Jesus. Jesus is telling the lawyer that life has got difficult situations. The devil can push you into an unfortunate place that you need a Samaritan. Hallelujah. Amen. And then the Bible says the Samaritan came. And when he came, number one, he saw the man. Like all the other people, he saw the Samaritan. Kumbe, in this world, in this life, it depends on which eye sees you. Hallelujah. Amen. Which eye has spotted you? He saw the man. And when he saw the man, the Bible says he was filled with compassion. He felt for that man. He did not ask for his tribe. He did not ask for his class. He did not ask for his language. He did not ask for his color. He had compassion. He felt the pain. He saw the nakedness. Oh, I thank the Lord our God who sees us. Hallelujah. Amen. And when he saw him, the Bible says he came where he was. Amen. Amen. There is a name I love to hear. I love to sing its word.
It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Sing it, oh, how I love Jesus, oh, how I love Jesus. 'Cause he first loved me. This is the man. When he comes, he sees you. Uyu nero musacha ekiragocha ogokorora. And he comes closer. Na ndocha ange. He comes closer. Agocha ange. He gives himself available. Iga kwerua obao. He's not hard to get. Taliko bamokongu konyorekana. He's not hard to get. Talimo kongu komonyora. You can hear his footsteps. Naboko iwa ogotacha kwaye. You can raise your hopes for sure. In that state where things seem not to be working. In that state where the family seem to be falling apart. In that state where your health seem to be failing. You can hear his footsteps. He can come close. Though my everlasting portion, more than friend or life to me, all along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. Got married in 2007. Ganyoma 2007. For 7 years, I was battling barrenness. Ase miaka 7 niko na alenge ne shida yobogomba. No children coming. Bana ambayo bagocha. Nothing was working. Kiende nkeo kiale gukora mirimo. I walked from hospital to hospital. Koruwe nyagitalia ya mogo chiyende. I was laughed at in the staff rooms. My wife sobbed for me, asking questions which are so difficult. But I could hear the footsteps of this friend. I could hear his footsteps. Even though it was very tough. My people told me, please chase that wife and marry again. She's wasting your time. You will get old. But I could hear the footsteps. I could hear his footsteps. Down and down. Being scorched by the sun, ashamed of barrenness. Even the children that I teach abused me. They spoke, but I could hear the footsteps of the Samaritan. The Samaritan will come. I am here to announce to you, the Samaritan will come. In your situation, the Samaritan will come. He had compassion on me, and he came close. He came close to this man. And
And when he came close, nande kera chitange the Bible says ebibilia goteba he reached out to him. agamubwata He touched him. akamukuna He didn't ask him his name. tamobole tie lieta liae He didn't ask him to pay him a thing. tamobole tie mwakane kende gionsi He just said, I need to help this man. igatebete ngani ntakete nkonyo muntu And he came down and touched him. agacha insa The akamukuna Bible says bibilia goteba he removed oil from his bag. akarusia mabuta kurwa se bagi He yae poured on his wounds. akaumulira mauta aliaye He poured vinegar on those bleeding wounds. akaumulira mabuta asa mauta aliabwata And he said, you don't deserve this. akamote ingatoka neiri gwetera yaiga He said, you are not dying, man. akamote itorigo kwa mosacha You are not dying. torigo kwa I have come. na chire I have come. na chire And I heard those words. ande nkaigwa mangana yo When he came to my situation, ekera cheta sense I moya heard him say, you are not going to be barren forever. agateba ngatorigo chikobo mogomba matukonsi It will come to an end. ibintu ebingo ikabira omwelio Oh, this man. omosacha oyo The iga Bible says ebibilia goteba he removed his bandage. akarusia He removed his, ekeboero he removed his clothing akarusia yanga and yae a cotton wool. ene kota Bound up the wounds. akasibera mauta alia He corrected the messes that the enemy did. akaroisia buyalia so mobeko nyarosi When the asali robbers thought they were leaving you to die, ekera ababuli bakaite nga bagotigiro okwe there is a man who can bind up your wounds. omosacha narogo tuba mautao There is a man who can pick you up. omosacha narogo kuimoka igoro He asked the questions, where is it hurting? akamobolira iswali nga yoigwete bobe The man would say, my neck, my leg. monsacha oteba nga yaya n'okugoro They kwane have beat my ribs. bakonye bangitire The chimba man bichiane would bind it up. n'omosacha olini nga aliko Bind bisibya it mautali up. osiba Bind it mautali up. akayasiba maute Jesus, our Samaritan. yesu omosamalio ito Jesus, our Samaritan. yesu omosamalio ito He bound the wounds. agatuba maute While down there, kiralenge nsalia the man says, I'm not leaving you on the road. musacha oli agateba ati ndikugotika I nsalo must change your position. bakanche ngoncholo liasole I must change your position. bakangoncholo liasole Lest they come and get you here again. nandi kugotika ngo konyora balega He cancelled all the bad reports the doctors gave. agasalia kere emerobeli elibide banyagitali konya He batebi cancelled all the debts that he was suffering. agasalia kere bintu biri konya ale kochandikera He picked him from his place of akamoimo kikorwa death. kamoimo kikorwa sali yobo ya makweli And the Bible says he lifted him up. ebibilia goteba nga akamoimo kiigoro Oh, Jesus. yesu Jesus lifted him up. yesu akamoimo He kiigoro lifted me up. yesu akangimo kiigoro He lifted me up. akangimo kiigoro He picked me akangimo kia from where the enemy left me. asomo bisa antigete Where I was left to suffer. alisina antigetu Where the nchandete relatives dumped me. asaba baminto ba He antigete picked me where life bumped me. akangimo kia korwa somo gimakonye bwangi ngate irense And he said, anda agateba sit on my donkey. isaransa sebunda yane There is a good place I'm taking you to. asenaragi yango koira There is a good place I'm taking you to. asenaragi yango koira And I sat on his donkey. akaisaransa sebunda yaye And he drove his donkey anda akagendie bunda yaye and placed me inside an inn. akamobeka se nyombe ngia I did not know the place. tinama ete nyombe iyo I looked at myself inkairigereria nchebuye komanyane like this man. muno mosacho yoiga You know, there are situations that happen ebintu mbire bigokolekana that the things that happen to you confuses you. ebintu bigokolekana sore The byagotantanya issue is not Jericho anymore. ebintu ebigana ndetali yeriko But then there is a place you have been taken to because there is something at stake. asenaro koirwa sengenche gentonkero He kirigore yawe diverted your agenda. agaonchoreria emiroberi yawo He has come to replace your thinking. ochire kuonchoreria okorengereri He kwawo is giving you a new cloth. ngokware chianga He chinye is giving you a new name. ngokware lieta liya Oh, when the enemy thought it was over, ekere birechaga etenga he has yaerie come to give me a new name. ochire ekwelieta liya He has
replaced my death with life. And he took me to an inn. Looking around, I asked myself, oh God, what did I do to deserve your goodness? What did I do, Lord, to deserve your mercy? You have picked me up, oh God, from a mighty clay. You placed my feet on a stable rock. For once, I can listen again to the dreams of life. I can see the horizon of life again. Then the Bible says, once there, he stayed with him the whole night. That's the whole night. Giving him fellowship, loving him, confirming that the wounds are healing. Jesus leaves me on a healing trajectory. He puts me on a recovery note. He puts me on a climbing lane. The Lord, our God, He puts me there. The Bible says the following morning, he took from his pocket 2 denarii and he gave to the owner of the inn. And he said, I paid it all. I have paid it all. I have paid it all. I have paid it all. When he wakes up, don't ask him anything. When he wakes up, he is as free as a bird. When he wakes up, he is free to go. Whoever the Son of Man sets free, is free indeed. Listen to me, child of God. He will leave your family in that trajectory. When they thought it was going to be death case, the Lord is saying, go and leave. When the doctor said, I am barren, when the doctor said, I am barren, the Lord said to me, go and give birth. When they say, you are going to die, God will say, go and leave. When they say, you are broke, you cannot do anything, God will say, you are rich. Oh yes. Who can change what he has done? Who can change what he has done? He is so sure I will leave. John writes and says, I write to you so that you may know that you have eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son, he has the life. I announce to you, children of God, what the enemy thought is going to die in you, I announce in the name of Jesus, it's going to live in Jesus' name. That business is going to rise again. That marriage is going to work again. Those children will come back again. In the name of Jesus. He has paid it all. Jesus paid it all. All to him I owe. Jesus paid it all. I have no debts. I have no debts. Whether they be for the forefathers, whether it is something that appears like a family pattern, I have no debt. I have no debts. I belong to Jesus. I belong to Jesus.
The Lord has taken me somewhere. Yesu ongirira se. And He has taken me somewhere Ongirira se. where He has blessed me. He has paid everything. He has paid everything. No curse will follow me again. No curse will follow me again. I have no debt to pay. I have no debt to pay. It tells the owner of the inn, even if there are other costs you will incur, don't ask him, I will pay. Jesus saves me. In the past, in the present, and in the future. All my sins are washed away. All my debts are paid all. He has paid it all. Oh, He has paid it all. He has paid it all. Then he asked the lawyer now, who among the three is the best neighbor? The man says, Jesus. Jesus. The one who has had mercy on me. The one who has taught me how to love. The one who has paid my debts. I can love him. When I remember what he has done to me, I can now love him with all my heart, with all my mind, with all my soul, with my everything. I can love him with my ATM card. I can love him with all my bank accounts. I can love him with my all time. I now can love him because he's my best neighbor. When you remember where he took you, when you remember his love, you can love him again and again. I want to close. Just where you are, you can rise up. You can rise up on your feet. Jesus. Oh, yes, Lord. We worship you, Lord. Oh, I can feel the presence of the Lord really in this place to touch me one more time. Oh, I can feel the Spirit of the Lord, Him moving in this place to touch me one more time. I can feel the Spirit of the Lord moving in this place to touch me one more time. I can feel the Spirit of the Lord, He moving in this place to touch me one more time. Oh, I can feel the Spirit of the Lord. Touch me one more time. I can feel the Spirit of the Lord moving in this place to touch me one more time.
Maybe you are in this house listening to the voice of the Spirit of God. Like this certain man. You are down there with more questions, with more fears, great anxiety. You just don't know what is going to be happen next. And you are saying with the Holy Spirit, Lord, if you don't come, I am done. If you don't intervene, Jesus, my marriage will fall apart. My children will go. Lord, if you don't come, my life is in danger. You could be down there, you are saying these words. The reason I came is to announce to you that the Samaritan has come. He wants to touch you right where you are. He wants to touch you. He wants to make you on a recovery plane. He wants to heal your disease. He wants to take away your suffering. He wants to shame the devil. And you are saying, preacher, help me to pray. Help me to pray. I want to invite you here that you may make steps and be in the pew here. Just quickly make a step in front. You could be just one person. You could be just one man. You're saying in your heart, things aren't right. I need the Lord to intervene in my situation. Please come quickly in the name of Jesus. Just come quickly, just come quickly. I want us to pray with you. Our time is far much spent. Our time is far much spent. And I want us to pray quickly. The Samaritan has come. He will bind up those wounds. He will clothe you. He will dress you up. He will dress you up. He will fill those pockets again. He will do what no man can do. Our Samaritan, our Samaritan. Jesus is his name. Oh, as you come, know that he is right there with you. Jesus is right there with you. Some of us, I tell you, from this place today, you will not hear those things you have been hearing again. You will not see the things you are seeing again. They are going, they are going, they are going.
In the name of Jesus Christ. They are going in the name of the Lord. They are going in the name of Jesus. Thank you, thank you, thank you. I want to ask you to lift up your hands, please. Lift up those hands, lift up those beautiful hands as a sign of surrender. Telling the Samaritan, I am naked, I am down. I cannot do anything. I am done, oh God. I need your hand now. I need your hand now. Just ask the Samaritan in the name of Jesus Christ. Just ask the Samaritan. Just ask the Samaritan. And the Lord will touch you. 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 Receive the touch of God. 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 In the name of Jesus. Never again. God, our Father, is reversing what the enemy did. In the name of Jesus Christ. He's reversing what the enemy did. He's reversing it. In the name of Jesus. The Lord is healing you. In the name of Jesus. Taking away your disease. Taking away your shame. Taking away your nakedness. In the name of Jesus. Father, do it, Lord. Take away, take away, take away. Take away, take away, take away, Lord, what the enemy planted in the name of Jesus. My Father and my God, take away, take away, take away now in the name of Jesus. Thank you, Lord of glory. Thank you, my Father. May the touch of God, may the touch of God, my Lord, renew in the name of Jesus. Lord, I give you praise. Lord, I give you praise. Lord, I give you praise. Ashame the devil now. Ashame the devil now. In the name of Jesus. In the name of the Lord our God. I pray, my God. Your hand of grace upon them now. In the name of Jesus. Reverse, Lord. Reverse, my Father, what the enemy did. Reverse it now. In the name of Jesus Christ. My Father and my God. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Give you praise, my Father. Faithful God you are. Faithful God you are. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. In the name of the Lord our God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be our Lord who comes when we are down. He comes when we are down. He blesses completely. In the name of Jesus. My Father, my God. Oh my God. Here, Lord my God. Here, Jesus. Here, my God. Here, my Father. The Lord who sees. The Lord who sees. My Father, our God. Give you praise, our Father. Give you praise, our God. In the name of Jesus. In the name of the Lord, our God. Give you praise, Jesus. Oh, my Father, our God. Oh, yes, Lord, my God. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you. Lord, I thank you. I release your mercy. I release your grace. I release your healing. I release your deliverance. I speak reversal of conditions. In the name of Jesus. I speak reversal of conditions. Oh, yes. In the name of Jesus. My Father and my God. I speak hope. I replace hopelessness, Lord, with much hope. In the name of Jesus. My Father and our God. Thank you for doing what you are the only one who is able to do. Thank you for lifting people up from where they were under the shame of sin and curse. Lord, thank you for putting their feet on a stable ground again, lifting them up, oh God, and telling them that they are free to walk. They are able to go because you have paid it all, Lord. I thank you, Abba Father. I thank you, Jesus. Are there people here who are not saved? Maybe you are in front here
or you are remaining behind there, but you know you are not born again. And you are saying, I want to give my life to Jesus now and today. Lift up those hands as I make this prayer quickly in Jesus' name. Lord, I thank you. You who saved me when I was a student 1997 in Form 2. You called me into what I didn't understand, and you have gradually opened it up for me. Lord, in this meeting, there are people whose hands are lifted because they want to begin a walk with you, a relationship with you, Lord. I pray, Lord, in the name of Jesus, that you may take them in. Thank you, Holy Spirit, for calling them home. May you give them a board. May you assure them of their position as sons of God. I pray, my Father, that, Lord, you will lock the gates of hell that, my God, the enemy have been using to enter into their lives in the name of Jesus. Bless them, Jesus, with the greatest gift of salvation. I thank you, Lord, for all that you have done, for all that you continue to do, for all who you are, oh God. Thank you, our Samaritan. You are lovable. You are our neighbor. Oh God, we thank you. You are a mighty, marvelous friend. We can love you because you have loved us so much. You have loved us so much. Blessed be the name of the Lord. Bless us as we break. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa wema wake. Amen. Yeye ni Mungu
asiyeshindwa. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa sababu ya kutuletea neno ambalo limeguza maisha yetu ama limeguza moyo wangu sana. Kuna Mungu, kuna Yesu Kristo ambaye anaweza kukuona. Kwa hivyo Bwana akaweze kuwa pamoja na nyinyi na akawatende mema. Mtumishi wa Mungu ubarikiwa kabisa. Imekuwa ni mara ya kwanza kutuzungumzia na tumebarikiwa, na tunaomba kwamba ukubali uendelee kuwa rafiki yetu tunapoendelea kufanya kazi ya Bwana neema inapopatikana. So Bwana awabariki sana. Ninataka tuweze kwenda kuna rafiki yetu ama rafiki yangu ako hapa. Leo nyumba imejawa na wageni sana. Kuna rafiki yangu kutoka kwa Radio Funa, Margaret. Sijui kama umefika ama Radio Funa nilihubiri asubuhi. Walini connect nikahubiri asubuhi na akaniambia kwamba atakuja hapa kwa ibada. Hebu mpatie microphone ili akaweze kutusalimia. Wamewahi nialika pale, nimekuwa na kipindi. So karibu sana Margaret, hapa ndio kanisa la Nyamataro PAG na jisikieni nyumbani. Ukiamua unaweza kufanya hii kanisa iwe kanisa lako. Amen. Asante sana Bishop. Bishop na watumishi wa Mungu wa Kristo wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa kweli nimebarikiwa sana na neno. Barikiwa sana. Mimi ni kati ya wale nikiingia hapa moyo wangu ilikuwa mzito sana, lakini kwa sasa hivi nasikia niko shwari kabisa. Kwa majina naitwa Margaret Mukwa. Nafanya na kituo cha Radio Vuna 102.0. Asubuhi tulikuwa na Bishop na kipindi. Nilisikia mtumishi akisema kidogo alikuwa Etaya TV. Pia asubuhi nilikuwa na Bishop wetu, tulihubiri asubuhi saa 12:30 mpaka saa 1. Na pia vile vile hatujafanya kazi na Bishop leo tu. Kuna wakati mwingine nimemwalika pale. Kuna kipindi pia nafanya kila siku kuanzia saa 4 hadi saa 9 jioni. Kinaitwa Mokia Show. So, tukafanya program na yeye ilikuwa siku ya Ijumaa. So nashukuru sana Bishop. So nimefurahia sana kushiriki na nyinyi kwa hii siku ya leo. Na namuomba Mungu anisaidie niendelee kushiriki na nyinyi. Amen. Nashukuru sana. Mkueni na siku njema. Amen. Barikiwa sana Magi. Karibu tena na tena kwa jina la Yesu Kristo. Kuna wenzetu watakuwa na worship experience hapa nje kwa duka ya Kefo kuanzia masaa ya saa 8, saa 10 masaa ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo kutakuwa na worship experience hapa nje na tutabarikiwa pamoja. Ukipata nafasi shiriki pale ili jina la Bwana liweze kuinuliwa. Wametuma habari na ni vizuri wakiwa hapo nje tu ya kanisa letu na tutabarikiwa. Kwa sababu ya muda ningependa kuenda kuajia hapa nikisema kwamba Bwana wabariki na watende mema, na ningewaomba kitu kimoja tu kwa sababu ya wageni wetu walio hapa. Tusaidiane kutoa sadaka ya upendo ili wageni wetu waweze kusafiri vizuri. Hivyo kama kuna kikapu tafadhali. Yule mtu aliweza kugharamika, yule mtu ambaye ni Msamaria aligharamika mpaka akasema kwamba kama kuna bili nyingine itabaki usimuulize, nitakuja kulipa. So ni vizuri kugharamika kwa kazi ya Bwana. Sio kujoshua, lakini ni kupata neema na nafasi ya kuchota baraka za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ningependa uweke kitu mkononi. Unakuja tu, hatukulazimishi, unatoa kwa hiari. Na mambo mengine unaweza kuyapokea sio kwa sababu hata umeombewa, lakini unaweza kuyapokea kwa sababu umeweza kuwa mwaminifu kwa kumshukuru Mungu hata katika kutoa. Na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Kwa hivyo Bwana wabariki sana. Waja niombe alafu tunapoanza kutoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuenzi sana, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi. Kando yako hakuna Mungu mwingine. Asante kwa sababu ya nafasi umetupatia kuwa katika ibada ya siku ya leo. Na nakushukuru kwa sababu umetuzungumzia kwa sauti yako. Asante kwa sababu neno hili
likalete baraka katika maisha yetu. Na Bwana wa majeshi, tujue kwamba kuna yule ambaye anaweza kutufika karibu zaidi kuliko wanadamu, na huyu ni Kristo Yesu, mwana wa Mungu. Kwa hivyo ubariki kila mmoja. Tunapodhamatisha mkutano wetu, tunatamka baraka kwa kila mmoja wetu. Anaposafiri akienda nyumbani, neema yako ikamtoshe. Wale ambao watabaki nyuma kwa ajili ya mikutano mingine, neema yako iweze kuwa juu yetu, ili jina lako lipewe sifa na liabudiwe milele yote. Tunapotoa sadaka ya upendo kwa ajili ya kusindikiza wageni wetu, naomba kwamba ukabariki kila mmoja ambaye atakayeuzika kwa ajili ya kazi hii njema. Wiki hii tumetangaza baraka za ajabu juu ya maisha ya watu wako, katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Bwana akubariki sana. Unaposonga mbele, ukileta labda kama hauko na pesa, sijui kama tutafanya namna gani, au uko na pesa mkononi, labda uko nayo katika simu, sijui kama unaweza kumuona secretary wetu. Unaweza kumuona secretary kama hauna pesa kazi, na muona secretary pale. Alafu asanteni sana, Mungu awabariki sana mto hapo. Neema ya Bwana iwatoshe. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Njoo tu. Njoo kwa jina la Yesu Kristo. Njoo. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana mnapotoa. Neema ya Bwana iwatoshe. Bwana kawaonekanie. Bwana wapiganie. Bwana watende mema. Njoo tu. Kile uko nacho ndio unatoa. Neema ya Bwana iwatoshe unapotoa. Jina la Bwana liweze kubarikiwa. Asanteni sana. Bwana wabariki, Bwana wabariki, Bwana wabariki, Bwana wabariki. Toa tu kwa upendo tu. Wale ambao mko juu mnaweza kushuka chini. Mnapotoka hapa hivi mnapitia hapa mbele, unatoa sadaka yako ya upendo ili wageni wetu waweze kusafiri vizuri. Kama uko nayo kwa simu, unamuona secretary wetu Jacqueline Nyagaka ama Mbogani, uweze kuweka pale na itakuwa vizuri. Bwana wabariki sana. Bwana watendee mema. Bwana wakumbuke. Bwana waonekanie. Bwana atembee pamoja na nyinyi katika wiki hii, katika kila njia. Jehova akaweze kuwatenda mema kwa jina la Yesu Kristo. Toto hapa Toto. Kuja. Unaweka hapa. Amen. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya kazi imefanyika kwa madhabahu, na ile nyingine itaendelea kufanyika. Ukabariki kila mmoja ambaye amehusika kwa ajili ya kazi njema. Neema yako ikaweze kututosha, kwa kuwa ni Mungu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana. Muwe na wakati mwema.